katika dunia hii tunayoishi na kufuatana na hali ya kibinadamu, mtu pale anapokataliwa huwa anafikia hatua ya kuhuzunika na kusononeka kabisa. Lakini nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, kila wakati unapokataliwa, iwe kazini, iwe katika mahusiano, wala hali ya maisha tu ya kawaida, unapokataliwa ndugu yangu, ile kukataliwa inakupa kibali cha kuweza kukubaliwa mahali nyingine. Nasema kwamba ndugu zangu, unaweza ukawa mtu ambao una huzuni sana kwa hatua ya kazi, umemaliza shule unaenda kutafuta kazi, labda unanyimwa kazi, wala maombi yako yanakataliwa kabisa. Unaweza ukawa kwenye mahusiano, unakuwa una bahati ya kuweza kuishi katika mahusiano, unakataliwa, unaonekana ufai. Lakini nataka nikupe mfano na nikwambie kwamba ndugu yangu, ni wengi ambao wamekusha kataliwa, na ile hatua kukataliwa iliweza kuwafungulia milango mingine. Usiweze kuhuzunika katika maisha yako kama bado unaishi na bado kama una afya ndugu yangu. Pale unapokataliwa usiweze kukata tamaa, maana kukataliwa sio mwisho kabisa. Huo ni mwanzo wa kuweza kukufungulia milango mingine. Kuna watu wengi waliweza kukataliwa, iwe kwenye mahusiano, kwenye mambo ya kazi, hata maisha ya kawaida, wakakosa kibali kabisa. Lakini hatua ile ya kuweza kukataliwa iliwapa fursa ya kuweza kufungua milango mingine na kuweza kusonga mbele katika maisha yao. Unapokataliwa ndugu yangu, wala unaponyimwa kibali cha kuingia mahali fulani, usiweze kuhuzunika katika maisha yako, lakini ushukuru Mungu kwa sababu ile hatua ya kukatalia wewe inakupa kibali kuweza kufungua milango mingine, na milango ambayo inafunguka baada ya hapo huwa ni bora zaidi kuliko ile ambayo umekataliwa. Uwe mjasiri ndugu yangu, usiweze kukata tamaa, maana yule aliyekunyima wala yule aliyekukataa wewe anaweza akafikiri kwamba amekumaliza, lakini hapo ndio anakupa hatua nyingine mbele ya wewe kuweza kufanikisha, na milango inapofunguka huko mbele itakuwa bora zaidi kuzidi hila ambayo imefungwa kabla, na hutaweza kunungunika katika maisha yako. Usikate tamaa ndugu yangu, hiyo ni hatua tu ya maisha, na changamoto hizo huwa zikosi kabisa katika safari ya maisha. Kukataliwa sio mwisho, bali ni hatua ya kuweza kufungulia milango mingine na uweze kusonga mbele katika maisha yako. Ndugu yangu, maisha imefanyika hivyo, maana sio kila nafasi ambao waweza kukubaliwa, lakini ile hatua kukataliwa inakufungulia wewe milango, na milango ambayo itakayofunguka hapo baadaye itakuwa yenye maana na yenye faida zaidi, na hutawahi kuijutia tena, na hutaweza kukumbuka ile milango uliofungiwa wewe mbele. Kama unaamini kwamba ndugu yangu, kukataliwa sio ndio mwisho, bali hapo unapata kibali cha kuweza kufunguliwa milango mingine, na hiyo milango inapofunguka ni ya maana zaidi kuliko hii ambayo umekataliwa wewe. Fikiria kuna mtu ulikuwa naye kwenye mahusiano, akakukataa, akakudharau kabisa, akakuona wewe kama ufai kabisa, na alipokwenda huko alienda hata najitapa kwamba nimemmaliza. Lakini ukumbuke kwamba ndugu yangu, pale anapofikiria kwamba wewe umekwisha, yule mtu amekupa kibali wewe cha kuweza kukumbana na watu wengine ambao watakusamini wewe na kukuwezesha ili uweze kusonga mbele katika maisha yako. Na maisha ya kazi iko hivyo. Waweze kumaliza masomo, unatafuta ajira, watu wakakuona ufai kabisa. Lakini ndugu yangu, unaposonga mbele, unaenda kupata nafasi bora zaidi kuliko ile ambayo ulitafuta mbele. Na wale watu wao wanakuja tena. Hata aibu huwa wafikia, wanashindwa namna gani watakavyokusalimia, wanaweza wakashindwa hata namna gani watakukaribia wewe. Lakini maisha ndio hivyo. Usikate tamaa. Unapokataliwa, unapata fursa ya kufungua milango mingine yenye amani na baraka tele. Asante sana, na Mungu atenda kutubariki yote. Amena.